kuona umekuja ingawaje inaonekana kutanyesha. That side looks good. That one might be not so good. Ile sehemu inaonekana ikiwa shwari, lakini pale pana dalili ya mvua. So we're going to start early and finish early. Basi tutaanza kwa haraka na tena tutamaliza haraka. It's so wonderful to see all your smiling faces. Ni furaha sana ninapoona nyuso zenyu zenye kutabasamu. Have you all had a good day? Basi siku yenu imekuwa njema. Yes, wonderful, wonderful. Welcome to the people here as well and on the near the road there. Watu wote mnakaribishwa, hata walio barabarani karibu sana. We have some PowerPoint. Tuko na mafundisho hapa ambayo mnatazama. Screen's a bit small, so many of you may not be able to see it. Uende kawa picha ni kidogo, pengine wengine hamtafanya kuona. But the leaders tell me that tomorrow we'll have a bigger screen set up over there. Lakini viongozi wanasema kesho tutakuwa na screen kubwa ambayo kila mtu ataweza kuona picha. Because it's important for you to see when we talk about the prophecies, what we are talking about. Ni muhimu nyinyi mpate kuona tunaponena kuhusu nabii, ili mpate kuona yale ambayo tunanenea. It's wonderful. Yeah, you can bring your chairs here. You can see it. As it gets darker, that will get brighter. Basi mnakaribishwa muweze kuleta viti hapa ili mpate kuona, manake hapa pana nuru ingawaje pale pengine pana giza. But just coming back, my day was also a good day. Basi nami pia siku yangu ilikuwa siku njema. We were just on the other side of Kisii town. Tulikuwa katika ile sehemu nyingine ya mji wa Kisii. And we were running a medical clinic there. Basi tulikuwa na kambi ya udaktari pale. Free medical clinic. Basi tukawa na kliniki ya bure pasipo malipo. We were helping people with pain tooth and doing extraction. Tulikuwa tunasaidia watu wenye maumivu kwa meno na pia walikuwa wanang'oa meno. We had doctors there for women's health. Basi palikuwa na daktari ambaye alikuwa anashughulika na utumbo wa kina mama. We looked at general health. Tukaangalia afya kwa ujumla. Even ulcers on legs and ulcers. Na pia tukaangalia vidonda kwenye mguu. And we're planning to have a medical clinic, a free medical clinic here, I think about Wednesday. Na pengine siku ya Jumatano tutakuwa hapa na kambi ya bure ya kuangalia magonjwa siku ya Jumatano. So it'll probably run from about 10 o'clock till about 3 o'clock in the afternoon. Basi siku ya Jumatano itakuwa kuanzia saa 4 hadi saa 9 kwa ajili ya kuangaliwa mwili wako. So if you have some medical health issues and it's expensive to see the doctor, come here and we can give you some free medical support. Basi kama una tatizo katika mwili wako na ni gharama kwako kwenda kwa daktari, tafadhali kuja hapa siku ya Jumatano ili tuweze kukushughulikia. You know, the Lord Jesus, when he was here on earth, unajua Bwana Yesu alipokuwa katika ulimwengu, he preached a lot. Alifanya kuhubiri tena sana. But you know that he healed more times than he was preaching. Lakini unajua kazi yake kwa wingi ilikuwa kutibu watu kushinda kuhubiri. There was entire villages where he went. Pana miji ambapo yeye alifanya kutembea pale. That once he'd passed through, there was not a sick person left. Alipotembea pale hamna hata mgonjwa aliyesalia pale. So we believe that the gospel of Jesus Christ, basi tunafanya kuamini ya kwamba injili yake Yesu Kristo also comes with a message of healing. Inakuja inaambatana pamoja na ujumbe wa kutibu. So what I'd like you to do, if you have your Bibles with you, basi ningependa mfanye hivi kama mna Biblia zenyu mikononi. I want to go to the book of Jeremiah. Ningependa tuweze kuangalia kitabu ni cha Yeremia. Jeremiah chapter 17. Yeremia 17. And I want to read just the 2 verses there. Jeremiah chapter 17 from verse 14. Basi nitasoma mafungu mawili pale, na hiyo ni Yeremia 17 na fungu ni la 14. Father, as we now open your word, Baba, tunapo sasa fungua neno lako, we just pray for the Holy Spirit to teach us. Tunaomba ya kwamba Roho Mtakatifu afanye kutufunza, to press on our hearts, ili aweze kuingiza katika mioyo yetu the message you have for us, ujumbe ambao umekusudi kwa ajili yetu sisi, and the message you want us to take away this evening. Na ujumbe ambao ungependa tupate kuondoka nao jioni ya leo. We pray in Jesus' name. Tumeomba katika jina lake Yesu. Amen. Amen. So we read in Jeremiah chapter 17 and verse 14. Basi tunasoma kitabu ni cha Yeremia 17 na fungu ni la 14. The prophet of God says, "Heal me, O Lord." Basi nabii wa Mungu anasema, uniponye Bwana, and I shall be healed. Nami nitaponyeka. Save me. Uniokoe, and I shall be saved. Nami nitaokoka. For you are my praise. Kwa maana wewe ndiye uliye sifa zangu. So we know that the Old Testament of the Bible was written in the Hebrew language. Tunajua ya kwamba Agano la Kale ya Biblia liliandikwa katika lugha ya Kiebrania. And then in the New Testament it was written in the Greek language. Na katika Agano Jipya ikaandikwa katika lugha ya Kiyunani. Now it's interesting in the New Testament that the word for heal
and for save, basi ni jambo la kufurahisha sana ya kwamba katika agano jipya neno hili ya kuokolewa na kutibiwa, it is the same word. ni neno ambalo ni sawa. It is the word sozo. Basi ni hilo neno ambavyo amesema sozon. Sozo means to heal and to save. Ina maana kuwa Mungu afanye kukuponya na tena kukuokoa. So when Jesus Christ comes into your heart, basi Yesu anapoingia katika moyo wako, not only does he bring spiritual health yeye hakupati tu afya ya kiroho and spiritual healing, na vile vile anakuponya kimwili, and he takes away your guilt na vile vile anatoa hatia zako zote, because you've confessed your sin to him. maana tayari umeshakiri makosa yako kwake yeye. Because the Bible tells us if we confess our sins, maana Biblia inasema ya kwamba ikiwa tutatubu makosa yetu, that he is faithful and just to forgive us our sins yeye ni mwenye haki na mwaminifu ili apate kutusamehe makosa yetu and to yote cleanse us from all na unrighteousness. apate kutuondolea udhalimu wetu wote. But you may ask, what is sin? Basi Yeremia anauliza dhambi ni nini? 1 John chapter 3 verse 4 tells us Yohana ya kwanza 3:4 inanena hivi, that sin is the transgression of the law. ya kwamba dhambi ni kuvunja amri. The law of God is contained in the 10 commandments. Amri ya Mungu iko katika zile sheria 10. And God wrote them with his own finger on 2 tables of stone. Na Mungu ni mwenye kunakili katika kidole chake mwenyewe akitumia yale mawe mawili. The first 4 commandments was written on the first table. Amri 4 za kwanza ziliandikwa katika lile jiwe, kipande cha jiwe cha kwanza. The last 6 commandments was written on the second table of stone. Za mwisho 6 zikafanya kuandikwa katika kile kipande cha pili. And Jesus tried to summarize the 10 commandments. Basi Yesu akafanya kufanya kwa msasari amri zote 10. He said the first and the great commandment is Alisema amri ya kwanza na amri kuu ndio hii, to love the Lord your God with all your heart, mind, soul and strength. umpende Bwana Mungu wako katika moyo wako wote, katika roho yako yote na mwili wako wote. This is the first and great commandment. Basi hiyo ndio amri kuu na amri kubwa kabisa. And if you don't love the Lord with all heart, mind, soul and strength, Basi kama hautampenda Mungu katika moyo wako na nguvu na nia yako yote, you are a transgressor of the law. wewe tayari umeshavunja amri, You have sinned against God. umefanya dhambi dhidi yake Mungu. That's why the first 4 commandments are important. Basi ndiposa tunasema amri 4 za kwanza ni za The muhimu. first commandment, you shall have no other gods before me. Amri ya kwanza, usiwe na Mungu mwingine ila mimi. Don't have your affections greater for anything other than for God, the one who created you. Basi usipende chochote ama yeyote yule zaidi ya Mungu mwenye kukuumba wewe. The second commandment is don't make any idols and don't bow down to worship them. Amri ya pili ya kwamba usifanye sanamu wala usiziabudu. The third one is don't take the name of the Lord your God in vain. Basi amri ya tatu ni kwamba usifanye kuapa jina lake Mungu pasipo kutamka. I'm not sure about Kenya, but where I come from, people often take the name of the Lord thy God in vain. Mimi sijui hapa Kenya ni vipi, lakini mahali ambapo natoka watu ni wenye kuapa jina lake Mungu. They take the name of Jesus Christ and they use it as a swear word. Wanachukua jina lake Yesu na wanalitumia katika kuapa. And then we have the fourth commandment. Na vile vile tuko na amri ya 4. The fourth commandment starts with the word remember. Basi amri ya 4 inaanza na neno hili kumbuka. Why would God say thou shalt not for the first 3 commandments? Basi mbona Mungu hakusema hayo katika zile amri 3 za kwanza? And then for the fourth commandment he says remember. Lakini anapofika katika amri ya 4 Mungu ni mwenye kutuambia kwamba tufanye kukumbuka. Because we serve an awesome God. Maana sisi tunamtumikia Mungu ambaye ni Mungu mwenye ajabu. Nothing can surprise God. Hamna kitu ambacho kitafanya kumshtua Mungu. He knows way in the distance what will happen. Anajua yale ambayo yatatukia pale zama zile. When God created the heavens and the earth, Mungu alipoumba mbingu pamoja na nchi, he in his mind already knew that we would meet tonight. katika nia yake alifanya kujua kwamba tutakuwa hapa jioni ya leo. He knew that you would be born and how your life would turn out. Alijua namna ambavyo utakavyozaliwa na maisha ambayo utakayoishi katika ulimwengu. He knows what your heart is like, Anajua namna moyo wako ulivyoundwa. whether you would keep the commandments or not. Anajua kama utahifadhi amri ama utazikataa. But he also knew that the fourth commandment would be one that the world will forget. Na vile vile Mungu alifanya kujua kwamba ile amri ya 4 ndio ulimwengu utaisahau. So many Christians nowadays have forgotten the fourth Kwa hivyo commandment. Wakristo ni wengi sasa hivi ambao wamefanya kusahau amri ya 4. So they will agree, don't have other gods. Wanakubali ya kwamba hawana miungu mingine. They will agree, don't make idols and worship them. Wanaamini ya kwamba hakika hawatafanya sanamu wala kuzisujudu. They will agree, don't take the Lord's name in vain. Wanaamini ya kwamba kweli hawataapa jina la Mungu bure. But they don't remember. Lakini wao hawakumbuki. The Lord God said, remember the Sabbath day to keep it holy. Mungu ni mwenye kusema kwamba
tukumbuke siku ya sabato na tuifanye tuitunze iwe takatifu. 6 days thou shalt labor and do all thy work. Siku 6 tutafanya kazi zetu zote. But the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. Lakini siku ya saba ni sabato ya Mungu Bwana wako. And in it you shall do no work. Na katika siku hii hautafanya kazi yoyote. You nor your son nor your daughter nor your manservant nor your maidservant. Wewe wala mwana wako wala binti yako wala mjakazi wa kike au kiume aliyo katika makao yako. Not even your stranger that was within your gate. Hata mgeni aliyo katika malango yako. Why? Mbona? Because in 6 days the Lord God made the heavens and the earth. Maana katika siku 6 Mungu aliziumba nchi pamoja na mbingu. And the sea and all that is in them. Na maji na kila kitu kilicho ndani. Therefore God rested on the 7th day. Kwa hivyo Mungu akafanya kupumzika siku ni ya 7. And he sanctified it. Na akaitakasa. He blessed it, he made it holy. Akaibariki na kuifanya iwe takatifu. God has brought us here. Mungu ametuleta hapa. To remind those who have forgotten. Ili atukumbushe sisi wenye kusahau. That is a holy God. Ya kwamba yeye ni Mungu mtakatifu. And the first 4 commandments has to do with loving God. Na amri 4 za kwanza ni kwamba tufanye kumpenda Mungu. Not with 3/4 of your heart. Si kwamba umpende katika asilimia fulani ya moyo wako. But with your whole heart, mind, soul and strength. Lakini Mungu anataraji umpende katika moyo wako wote na nguvu zako zote na nia yako yote. 3/4 is not good enough. Ya kwamba unapompatia asilimia fulani haitoshi. You can't just decide to keep 3 of the 4 commandments. Hauwezi kusema nitahifadhi amri 3 kati ya zile 4. God has come to remind you today. Mungu amekuja hapa afanye kukukumbusha siku ni ya leo. Remember the Creator. Ya kwamba umkumbuke muumbaji. The Lord's day is the 7th day. Ya kwamba Mungu siku yake pia ni sawia na hayo. Man might call Sunday the Lord's day. Ya kwamba binadamu wanaweza kusema kwamba Jumapili ndio siku yake Mungu. But the word of God which is holy. Lakini neno la Mungu ambalo ni takatifu. Which has the authority of God behind it. Ambalo lina mamlaka yake Mungu nyuma yake. Tells us which day is the Lord's day. Inatunenea kwamba siku ya Mungu ni siku ipi. As a matter of fact, the Lord Jesus Christ. Basi uende kasema ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo. In the Gospel of Mark chapter 2. Katika Injili yake Marko na sura yake ni ya 2. Verse 27 and 28. Fungu ni la 27 pamoja na 28. He tells us about the Sabbath. Anatunenea kuhusu sabato. He said, the Sabbath was not made for man, but man was made for this. No, other way around. The man was not made for the Sabbath. Yeah. The Sabbath was not made for man. Ya kwamba sabato haikuundwa kwa ajili ya binadamu. But man was made for the Sabbath. Lakini binadamu ni mwenye kuundwa kwa ajili ya sabato. The other way around. Not man for the Sabbath. Thank you. Okay. I've got to do it again. I've gone from memory, right? The Sabbath was not made for man. Ya kwamba sabato haikutengezwa kwa binadamu. Okay. The Sabbath was made for man. Sabato ikatengezwa kwa ajili ya binadamu. Not man for the Sabbath. Lakini si binadamu kwa ajili ya sabato. Therefore the Son of Man, which is Jesus Christ. Kwa hivyo mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Is the Lord of the Sabbath. Ndiye Bwana wa sabato. So which day is the Lord's day, dear brothers and sisters? Basi siku ya Bwana ndugu pamoja na dada ni siku ipi? Jesus Christ tells us. Basi Yesu ni mwenye kutunenea. He is the Lord of the Sabbath. Yeye ndiye Bwana wa sabato. So we want to keep the Sabbath day holy. Basi tutatunza sabato na kuifanya iwe takatifu. Why? Because we honor the God of creation. Mbona? Maana sisi ni wenye kumheshimu Bwana ambaye ni muumbaji. And we don't love him with 3/4 of our heart. Na sisi hatumpendi katika asilimia fulani ya mioyo yetu. We love him with all of our heart. Tunampenda katika mioyo yetu yote. Now the second commandment. Basi amri za pili. Which summarizes the 6 on the second table of stone. Ambazo ni msasari kwa zile 6 ambazo ziko katika kile kipande cha pili cha mawe. Is to love your neighbor as yourself. Ya kwamba umpende jirani namna ambavyo wewe unajipenda. So love your Lord your God and love your neighbor as yourself. Umpende Bwana Mungu wako na umpende jirani namna ambavyo wewe unajipenda. On these 2 great commandments hangs all the law, all the 10 commandments and the prophets. Basi katika amri hizi mbili ndizo amri zote zipo pamoja na manabii. So for example, the 5th commandment, honor your father and your mother. Basi tutoe mfano wa amri ya 5 ya kwamba mheshimu baba yako na mama yako. It is the first commandment with promise. Basi hiyo ndio amri ya kwanza ambayo ni yenye ahadi. Because it says that your day may be long on the earth which the Lord has given you. Ahadi ni kwamba upate kuishi siku nyingi ambazo Bwana ni mwenye kukutunuku. Then, if you have not honored your parents, you are a lawbreaker. Basi wewe kama uheshimu wazazi wako tayari umeshavunja amri.
The 6th commandment said, thou shalt not murder. Basi amri ya 6 inasema usiue. But then the Lord Jesus says, if you hate somebody in your heart without a cause, you have committed murder in your heart. Na Bwana Yesu anasema ikiwa wewe ni mwenye kuchukia mwingine katika moyo wako, basi wewe tayari umeshaua. The 7th commandment is, do not commit adultery. Amri ya 7 ni kwamba usizini. Be faithful to your spouse. Ufanye kuwa mwaminifu kwa yule ambaye umeoana pamoja naye. But then on the Sermon on the Mount, the Lord Jesus tells us, Lakini katika mahubiri Yesu alinena hivi, if you look at a woman to lust for her, unapomwangalia mwanamke ukiwa na tamaa kwake, then you've already committed adultery within your hivyo heart. tayari umeshazinzi pamoja naye katika moyo wake. So men typically have a problem with this. Basi wanaume wana tatizo na mambo haya. If a beautiful lady walks past, Ikiwa binti mrembo ni mwenye kupita, sometimes it's hard to keep your eyes to yourself. mara nyingi inakuwa ni vigumu kwako wewe kukosa kumtazama yule binti. But if you're a married man and you desire her, she walks past, Lakini ikiwa wewe tayari umeshaolewa na ni mwanaume na unamtamani mwanamke anapopita, you have committed sin. tayari umeshafanya dhambi. And the Bible tells us that the wages of sin is death. Na Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Then we look at the 8th commandment, Na tunatazama amri ya 8. and that one says that you shall not tell false witness, bear false witness. Basi amri ya 8 yasema usifanye kusema uongo, shahidi wa uongo. Have you ever told somebody a fib, a white lie maybe? Basi uende kawa kuna wakati umedanganya. Have you ever said to somebody something that's not true? Basi umemnenea mtu jambo ambalo unajua kweli si ukweli. If you've done that, what does it call you? Basi kama umefanya hivyo, Biblia inasema wewe ni nani? The law calls you a liar, Mungu anakuita wewe ni mwongo. and therefore you cannot enter the kingdom of heaven. Basi wewe kamwe hautaingia katika ufalme wa mbinguni. So sin is the transgression of the law. Basi unapovunja amri, umeshavunja amri zake Mungu. But we've got good news. Lakini tuko na habari njema. The Bible tells us that if we confess our sins to the Lord Jesus Christ, Biblia imetuambia wazi ya kwamba ikiwa tutaziungama dhambi zetu katika Yesu Kristo, He would receive our confession. yeye atapokea kutubu kwetu. And the Bible tells us that He is faithful and just Na Biblia inasema Yesu ni mwaminifu na mwenye haki, to forgive us of our sins na atatusamehe dhambi zetu zote, and to cleanse us from all na unrighteousness. atuondolee udhalimu wetu wote. You know, God is wanting to prepare a people Mungu anahitaji ya kuandaa watu, because Jesus Christ is coming soon. maana Yesu yuaja hivi karibuni. So are we ready to receive the Lord Jesus Kwa Christ? hivyo tumejiandaa kwa ajili ya kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo. The kingdom of heaven is at hand. Basi ufalme wa Mungu ukaribu. It's time to repent and receive the gospel of Jesus Ni Christ. wakati wa kutubu dhambi zetu na kupokea injili yake Yesu Kristo. Jesus Christ is not just an ordinary person. Yesu Kristo si tu mtu wa kawaida. The Bible tells us that He is God manifest in the flesh. Biblia inasema kwamba huyu ni Mungu akiwa katika mwili wa binadamu. The Bible says great is the mystery of godliness, Ya kwamba Biblia inasema kuna siri kubwa katika uungu. that God could come down and be manifest in the flesh. Ya kwamba Mungu ilimbidi aweze kushuka chini ili aweze kuingia katika mwili wa binadamu. Why would Jesus do that? Basi mbona Yesu akafanya hayo? Do you know how great God is? Mnajua namna Mungu alivyo mkuu? Not only did He give us all life, Ya kwamba si Mungu kutupa tu uhai. not only did He create planet Earth. Ya kwamba si Mungu kuumba tu sayari ya ulimwengu. You know, planet Earth is 40,000 kilometers around across the equator if you were to drive with a car. Unajua unapopita katika sayari ni kilomita 40 unapopita hapa katika mpaka. It will take you 400 days to drive at 100 kilometers an hour non-stop to get around the earth. Ni siku 400 unapotembea ili upate kumaliza mduara wa ulimwengu. But God is greater than that. He made the sun. Lakini Mungu ni mkuu zaidi hayo, maana yeye ni mwenye kuumba jua. Do you know how far the sun is from us? Unajua umbali wa jua kutoka kwetu sisi? If you were to jump in a jet plane Basi kama ungeingia katika ndege and you could fly at 900 kilometers an hour na uweze kupaa katika kilomita 900 katika saa moja, to get from the earth to the sun would take you 19 years at 900 kilometers an hour. ili ufike katika jua itakugharimu miaka 19 ukiwa unasafiri katika mwendo wa kasi wa kilomita 900 katika saa moja. And the sun is the nearest star to us. Basi na jua ndilo nyota ya karibu sana kwetu sisi. The light of the sun traveling at the speed of light Basi mwanga wa jua unapotembea kwa kasi takes 8 minutes from the time it leaves the sun to reach the earth. ni dakika 8 ili utoke kutoka kwa jua ili uashirie katika ulimwengu. How fast is that? Basi ni mwendo wa kasi vipi?
You know, speed travels at 300,000 kilometers a second. Unajua kasi ni kwamba kilomita 1,300 kwa sekunde. How many kilometers per hour is that? Basi itakuwa ni kilomita ngapi katika saa moja? 1,076,000,000 kilometers an hour. Ni kilomita bilioni 176 katika saa moja. Now, if we could travel that fast, basi ikiwa tutaweza kusafiri katika mwendo wa kasi sawia na huo, to get to the next closest star to us, ili tufike katika nyota iliyo karibu zaidi ni yetu sisi, at over 1 billion kilometers an hour, na tunachukua kilomita bilioni katika saa moja, will take us 4.25 years to reach the next star. Itagharimu miaka 4.5 ili uweze kufika katika sayari inayofuata. That star is called Alpha Centauri. Basi hiyo ndio sayari ambayo inaitwa Alpha Centauri. But then we zoom out further, basi tunapoangalia tena kwa kina, and we see that we are part of a big galaxy. basi tunaona kwamba sisi tuko katika sehemu ya ulimwengu na malimwengu It's makubwa. called the Milky Way. Basi tunaita katika lugha ya sayansi njia ya Milky. And the Milky Way is so massive from one side to the other. Basi hii ni njia kubwa sana kutoka sehemu nyingine hadi nyingine. Is 100,000 light years. Basi ni miaka 1,100 ya nuru. But then if we zoom out even further, Na tunapoangalia tena kwa kina, there are other Milky Ways the same size. pana sayari zaidi ya hizo. It's called our local cluster. There's 54 galaxies. Basi ambazo ni 54 ambazo zote ni sayari. Then you zoom out even further, Unapoangalia tena kwa kina, and then you have the observable universe. basi unatazama malimwengu yote. It is so vast Basi malimwengu aliyoumba Mungu ni mengi that zaidi. they say that there's a 1 trillion galaxies in the whole universe. Basi pana sayari trilioni 1 katika malimwengu aliyoumba. These are the only ones we can see with the telescope. There's probably many more. Hizo ndizo tunazoona, lakini pia inakadiriwa kwamba ziko nyingi tena zaidi. And God created every single one of those universes, those stars and those planets, trillions upon trillions. Na Mungu ni mwenye kuumba zile sayari, malimwengu, matrilioni na matrilioni. That is the God that we worship. Huyu ndiye Mungu ambaye tunamwabudu. That is the God of the Sabbath. Huyu ndiye Mungu wa Sabato. And that is the God that decided to come to earth to become a human being. Huyu ndiye Mungu aliyefanya uamuzi wa kuja katika ulimwengu na awe binadamu. Why would God become one of his creation? Iweje Mungu awe pamoja nasi kama kiumbe? Because he loves you. Maana Mungu anakupenda wewe. Because all have sinned and fallen short of the glory of Maana God. wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wake Mungu. And Jesus came on a rescue mission to save you and me. Na Yesu ilimgharimu ili apate kukuokoa wewe pamoja na mimi. Everyone needs the Lord Jesus Christ. Kila mmoja wetu anamhitaji Bwana wetu Yesu Kristo. Without him there is no hope. Pasipo Yesu hapana tumaini. But this God is incredible. Lakini huyu Mungu ni Mungu wa ajabu. There's no one like him. Hamna wa kufananishwa na Mungu. The Bible tells us. Biblia inatunenia hivi. Let's go to Isaiah chapter 46 if you have a Bible. Basi kama una Biblia tutaingia kitabu ni cha Isaya 46. And we'll look at verse 9. Tutaangalia fungu ni la 9. It says, remember the former things of old. Biblia inasema kumbukeni mambo ya zamani za kale. For I am God and there is none other. Maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine. The God of the universe says, how many other gods are there? Basi Mungu wa ulimwengu anauliza miungu ni wangapi? There are none other. Hamna Mungu mwingine. But there are many people that worship other gods. Lakini watu ni wengi ambao wanaabudu miungu mingine. If God the Creator says there's no other, what about these other gods then? Ikiwa Mungu muumbaji anasema hamna Mungu mwingine, itakuwaje pana miungu wengine? They are false gods. Lakini hawa ni miungu wa uongo. They did not create the heavens and the earth. Hao miungu hawakuumba mbingu pamoja na nchi. They did not create the angels. Hao miungu hawakuumba malaika. And they did not create us. Wala hawakufanya kutuumba sisi. There's no other. Hamna yeyote tena. And then God says, for I am God and there is none like me. Ndiposa Mungu anasema mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi. In other words, you cannot compare God to anything. Basi hauwezi mlinganisha Mungu na yeyote yule. Therefore, you know you cannot make an idol and say that is God. Basi hauwezi kuichonga sanamu na useme kwamba hii sanamu ni Mungu. How can something that a man made with his hands represent the God that made everything? Iweje ya kwamba mtu achonge kitu na mikono na aseme huyu ndiye Mungu mwenye kuumba kila kitu? It's a misrepresentation. Basi hili ni dhana potovu.
Those idols have ears but they cannot hear. Basi hizi sanamu zina masikio lakini hazifanyi kusikia. They have nostrils but they do not breathe. Zina pua lakini haziwezi kupumua. They have a mouth that does not speak. Zina vinywa lakini kutamka haviwezi. And if you want to take them from there to there, you've got to carry him. Ikiwa unataka huyu sanamu atoke hapa ende pale, itakubidi umbebe yeye. And then when you put them down, you've got to prop him up so he doesn't fall over. Basi ikiwa unamweka pale, utamwegeza vizuri ili asipate kuanguka. But people will worship those gods. Lakini watu watafanya kuabudu zile sanamu. But I want to tell you something else about our God. Lakini nitawanenea jambo fulani kumhusu huyu Mungu wetu. There's no one like him because of this. Basi hamna mwingine wa kufananishwa naye maana ya haya. The Bible says in verse 10 that he can declare the end from the beginning. Basi Biblia inasema katika fungu la 10 ya kwamba nitatangaza mwisho tangu mwanzo. What does that mean? Basi inamaanisha nini? Right at the beginning of time, Basi tulipoanza nyakati, God knew what would happen in the end. Mungu tayari alishajua kile kitakachofanyika mwisho. We call it prophecy. Basi huo ndio unabii. You know, the Bible is the only holy book that has prophecy. Basi Biblia ndicho kitabu cha pekee kilicho na unabii. 1/3 of the Bible is prophecy. Theluthi ya Biblia ni unabii. Because our God can prophesy. Maana ni Mungu pekee mwenye kutafsiri. 100% accurate. Basi Mungu ni mwenye unabii 100% kamili. Other people try to prophesy. Wengine wamejaribu kufanya unabii. I call it guesswork. Mimi nasema tu ni jaribu. They say for psychics they're only about 5% accurate. Kwa waganga wanajaribu tu 5%. They prophesy and it doesn't happen. Wanafanya kusema unabii lakini hautendeki. Then they prophesy again. Na vile vile pia wanasema unabii. And again it doesn't happen. Na tena mambo hayo hayatukii. But in the Bible, in the book of Deuteronomy, Na katika Biblia kitabu ni cha Kumbukumbu la Torati. chapter 18, Sura ni 18. the Bible tells us if a prophet comes and he prophesies Biblia inanena kwamba ikiwa nabii atakuja na ni mwenye kusema unabii and the thing does not come to pass, na aliyotafsiri yasifanye kutendeka, God tells us, Mungu ni mwenye kutuambia hivi, you shall not fear that prophet. basi usifanye kumcha huyo nabii. God tells us that's a prophet he did not send. Basi Mungu anasema huyu nabii Mungu si kumtuma yeye. God requires 100% accuracy when it comes to prophecy. Mungu anahitaji 100% ya ukamilifu inapokuja kwa unabii. Yet there are some churches that have prophets Lakini pana makanisa yaliyo na manabii and they prophesy na hao manabii wanasema unabii and it doesn't happen. na unabii huu utukii. And then they prophesy again Na tena wanazidi kufanya unabii and it still doesn't happen. na hapana matukio katika unabii Or wao. they prophesy so vague that it might rain in the next week. Wanasema patakuwa na mvua hiyo haikuji juma ilile. That's not a prophecy. Basi huo sio unabii. So the Lord, the God from heaven and earth, Basi Bwana Mungu ambaye ametoka aliye mbinguni na aliyeumba mbingu na is a nchi God of prophecy. ni Mungu mwenye unabii. If I had to look at another God, Basi ikiwa nitamtazama Mungu mwingine, I would check if that God can tell me what the future has in store. basi nitaona ya kwamba jamani, huyu Mungu anaweza kuniambia kitakachotendeka. So let's go to Isaiah chapter 41. Basi tutarudi kitabu ni cha Isaia And 41. we'll start at verse 21. Tutaanza fungu ni la 21. And the Bible says, present your case, says the Lord. Biblia inasema Bwana akapendezwa kwa Who's speaking? ni nani mwenye kunena? The Lord, the God of heaven and earth. Ni Bwana ambaye ni Bwana wa mbingu na nchi. He says, present your case. Who's he speaking to? Bwana ananena pamoja na nani? False gods and those who believe in false gods. Miungu na pamoja na wale ambao wanaamini katika miungu. And he says, bring forth your strong reasons, Anasema haya, leteni maneno yenu, asema Bwana. says the King of Jacob. Toeni hoja zenu zenye nguvu, asema mfalme wa Yakobo. Let them bring forth and show us what will happen. Wayatangaze na kutujulisha yatakayokuwa. In other words, tell us what is going to happen in the future. Katika maneno mengine, hebu tuambie yatakayotendeka siku za usoni. Let them show us the former things Watuonyeshe mambo ya zamani and what they were. na ni mambo gani. That is telling us what happened in the past. Wapate kutuambia kilichotendeka zama zile. The Word of God tells us what happened in the past. Neno la Mungu linatuambia kilichotendeka zamani. It tells us in the beginning God created the heavens and the earth. Linatuambia hapo mwanzo Mungu ni mwenye kuziumba mbingu pamoja na nchi. So it says, tell us the things that were, Anatuambia watuonyeshe mambo ya zamani that we may consider them ili tukapate kuyatia moyoni. and know the latter end of them. Tukajue mwisho wake.
or declare to us the things to come. au wamridhishie yatakayotokea baadaye. Show us the things that are to come hereafter, Tujulisheni yatakayokuwa baadaye, that we may know that you are gods. nasi tutakiri ya kuwa ninyi ni miungu. Which God from which religion can prophesy? Naam, ni Mungu yupi kutoka kwa dini ipi mwenye kutafsiri? Which God from which religion can tell the end from the beginning 100% accurate? Ni Mungu yupi atakayetuambia mwanzo hadi mwisho akiwa na 100% kamili? There is only one. Basi ni mmoja peke yake. That is the God of the Bible. Huyu ndiye Mungu wa Biblia. The God that created the heavens and the earth. Mungu aliyeziumba mbingu pamoja na nchi. The God that tells us to remember his creation. Mungu ambaye anatuambia tukumbuke uumbaji wake. And to remember the Sabbath day. Ya kwamba tukumbuke siku ya Sabato. To keep it holy. Ili tuitunze na kuitakasa. Then after God challenges all those false religions, basi Mungu anapatia na changamoto kwa zile dini zote ambazo when ni he says, potovu. prophesy so we can know you are gods. Anasema ya kwamba muweze kutoa unabii ili tupate kujua kwamba nyinyi ni miungu. In verse 24 he says, indeed you are nothing. Katika fungu la 24 anasema tazameni ninyi si kitu. And your works are nothing. Tena kazi zenu si kitu. And he who chooses you is an abomination. Awachaguaye ninyi ni chukizo. Why would you reject the God that made you? Basi mbona umkatae Mungu aliyekuumba wewe? Why would you be disobedient to the God that loves you? Mbona ukatae kumtii Mungu ambaye anakupenda wewe? Why would you not love the God that came man so he could pay the price for your sins? Mbona unakosa kumpenda Mungu ambaye alikuwa binadamu ili apate kulipa gharama ya dhambi zako? The wages of sin is death. Maana mshahara wa dhambi ni mauti. But the Bible tells us that Jesus died for our sins. Lakini Biblia inasema kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. We have an incredible God and a Redeemer. Tuko na Mungu mkuu na Mungu mkombozi. And he knows the end from the beginning. Na ni mwenye kujua mwanzo hadi mwisho. Nothing surprises him. Hamna kitu ambacho kinamshangaza Mungu. So tonight we can introduce a little bit of prophecy to you. Basi jioni ya leo tutaangalia tu kwa kifupi unabii kidogo. And to do that I want to go up to a prophecy of the Lord Jesus Christ just very briefly. Basi tutafanya hayo tunapoangalia katika unabii wa Yesu Kristo kwa mstasari. In the Gospel of Matthew chapter 24. Basi kitabu ni Mathayo na sura ni ya 24. And we're going to look at verse 15. Basi tutaangalia fungu ni la 15. In Matthew 24 the disciples come to Jesus. Basi katika Mathayo 24 wanafunzi wanakuja kwake Yesu. And they ask the Lord Jesus a question. Basi wanafunzi wanafanya kumuuliza Bwana Yesu Kristo swali. Because they know he's the God that knows the end from the beginning. Maana wanafunzi wanafahamu fika ya kwamba Mungu anajua mwanzo hadi mwisho. The Lord Jesus can prophesy. Bwana Yesu ni mwenye kutafsiri. And they ask him, na wao wanamuuliza swali. what will be the signs of thy coming and of the end of the world? Basi ishara za kuja kwako mwisho wa ulimwengu ni zipi? And then Jesus starts unpacking what the end signs of his coming will be and the end of the world. Basi Yesu anaanza kuwafunulia kwa utaratibu ishara za mwisho wa ulimwengu. And as Jesus is prophesying, na Yesu anapofanya unabii, we get to verse 15. tunaingia katika fungu ni la 15. Because in the whole prophecy, basi katika jumla ya unabii, Jesus mentions another prophet. Yesu ni mwenye kutamka nabii fulani. Does anyone know what the name of that prophet Basi is? nani anamjua yule nabii aliyetamkwa na Yesu? It is the prophet Daniel. Huyu ni nabii ambaye kwa jina anaitwa Danieli. And we read from verse 15, Matthew 24. Basi tunasoma Mathayo 24 na fungu ni la 15. Therefore when you see the abomination of desolation, basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu, spoken by Daniel the prophet, lile lililonenwa na nabii Danieli, standing in the holy place. limesimama katika patakatifu. Then verse 16, then those who are in Judea flee to the mountains. Fungu la 16 linasema ndipo walio katika Uyahudi Let na him- wakimbilie milimani. Let him who's on the mountaintop not go down to take anything out of his house. Naye aliye juu ya dari asishuke kuvichukua vitu vilivyomo nyumbani mwake. And let him who's in the field not go back to get his clothes. Wala aliye shambani asirudi nyuma kuichukua nguo yake. God is telling his people before it happens Basi Mungu ananenea watu wake kabla mambo haya hayajatukia, that there's something called the abomination of desolation. ya kwamba pana jambo ambalo litakalotendeka, na huu ni uharibifu. And when you see it, you've got to flee for your life. Na utakapoona uharibifu upate kukimbilia uhai wako. And it is an urgent call. Basi huu ni mwito wa haraka. But what is the abomination of desolation? Basi huu uharibifu utakapokuwa ni upi?
If you don't know, basi kama wewe hujafanya kujua, when the abomination of desolation happens, you may not know to flee. basi uharibifu utakapotendeka hautajua, na basi hautafanya kuponyoka. So if we want to know what it is, Basi kama tungependa kujua ni nini hiki, we got to go to the prophet that Jesus was quoting. basi tutarudi katika huyu nabii ambaye alitamkwa naye Yesu. It was the prophet Daniel that spoke about the abomination of desolation. Basi huyu nabii aliyenena kuhusu uharibifu ni Danieli. So tonight we're going to start with Daniel chapter 2. Basi jioni ya leo tutaanza Danieli sura yake ni ya It is a pili. remarkable prophecy that even comes right to our time. Basi huu ni unabii wa ajabu ambao unatugusa hata azama zetu hizi. If we understand this prophecy very well, Basi ikiwa tutafanya kuelewa huu unabii wa Danieli 2, and we build on that and we go to Daniel chapter 7 and 8 and 9, na tuingie katika Danieli 7, 8 pamoja na 9, then you will know what the abomination of desolation is. basi utafanya kuelewa uharibifu huu mkubwa ni upi. But before we get to explain the abomination of desolation, we need to do some groundwork. Basi kabla hatujanena kuhusu uharibifu, lazima tuweze kuangalia mambo fulani. We've got to start with Daniel chapter 2 Tutaanza pamoja na Danieli sura yake ni ya pili, to explain about world empires ili tupate kuelewa falme za ulimwengu and also the announcement of the kingdom of God, na tangazo la ufalme wake Mungu, which is an everlasting kingdom ambao ni ufalme ambao utadumu milele na milele. made out of people like you and me who have received the Lord Jesus Christ Iwende kawa watu wewe pamoja nami tumefanya kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo, and have been given everlasting life. na tumepatiwa maisha ya milele. The wages of sin is death, Mshahara wa dhambi ni mauti, but the gift of God lakini kipawa chake Mungu is eternal life through Jesus Christ our ni Lord. uzima wa milele pamoja na Bwana Yesu Kristo ambaye ni Bwana wetu. So the prophecy of Daniel chapter 2 is very powerful. Basi unabii ulio katika Danieli sura yake ni ya pili ni unabii mkuu kabisa. It tells us through successive times Basi unatuambia katika miaka iliyokuwa inapita who will control the world. ni nani mwenye kudhibiti ulimwengu. All the time from Daniel Tangia Danieli until the coming of Jesus Christ. hadi kurudi kwake Yesu mara ya pili. So let's look at the Second World War. Basi tuangalie katika vita vya pili vya ulimwengu. There was a man by the name of Adolf Hitler. Palikuwa na jamaa kwa jina tunamwita Adolf Hitler. He was the one that started World War II. Huyu ndio mwanzilishi wa vita vya pili vya ulimwengu. He predicted a united Europe Aliashiria kwamba bara ya Europa litaweza kushikamana, and that his kingdom would be the third Reich, which will reign for 1,000 years. ya kwamba utawala wake utakuwa watatu na tatawala katika miaka 1000. And now we're quoting Adolf Hitler. He says, "See my people, Na tunaponukuu Adolf Hitler tunasikia akisema kwamba tazama watu wangu, we do not need anything from God. hatuhitaji chochote kutoka kwake Mungu. We do not ask anything from him Hatumuombi Mungu atupe chochote, except that he may let us alone." ila tu tumwambie aachane na sisi. He acknowledged there was a God, Aliamini ya kwamba hakika Mungu yuko, but he didn't worship him as the creator. lakini yeye hakumwabudu kama Mungu He muumbaji. tried to ignore him. Yeye alifanya kumpuuza huyu Mungu, But this God is a God of prophecy. lakini huyu ndiye Mungu wa unabii. But Hitler went on to say, Basi huyu Adolf Hitler akaendelea kutamka haya maneno: "We want to fight our own war tungependa tupige vita vyetu vyenyewe with our own guns tukiwa na bunduki zetu, without God. pasipo Mungu. We want to gain our victory Tungependa tuwe na ushindi without the help of God." pasipo msaada wake Mungu. But there was a soldier in the German army, Lakini palikuwa na askari katika jeshi la and he was a Christian man. na huyu askari alikuwa ni Mkristo. He didn't want to kill anybody. Yeye hakuwa na nia ya kumuua yeyote. So one day he took his revolver Basi siku moja ni mwenye kubeba bunduki and he yake threw it in the water. na akafanya kuirusha kwenye maji, And he took a piece of wood na akachukua mbao and he fashioned it looked like a revolver. na akaitengeza hiyo mbao sawa sawa, ikaonekana kama bunduki. He put black polish on it Basi akaipaka rangi nyeusi, and he put it in his holster. basi akaibeba pale kwenye mfuko wa So kushikilia no one bunduki, knew that he didn't have a gun, but he didn't want to kill anybody. ili watu wafikiria kwamba bebeba bunduki, lakini maana hakuwa na nia ya kumuua yeyote.
But this guy, Frank Hassel, Lakini huyu askari ambaye anaitwa Franz Hassel was a student of the Bible. alikuwa ni mwanafunzi wa Biblia. He had studied the prophecies of the Bible. Alikuwa ni mwenye kusoma unabii ulio katika Biblia. And he boldly told his superior officers that Hitler was doomed to failure. Na hakika akasimama kwa ukakamavu na akaambia askari wenzake ya kwamba huyu Hitler angeanguka. So we know that in the infantry where he was fighting on the Russian front, Na tunajua kwamba pale mwisho walipokuwa katika vita pamoja na Urusi, 2.7 million German soldiers died. Wajamani milioni 2.7 walifanya kupoteza maisha yao. But Frank Hassel somehow survived. Lakini huyu jamaa ambaye anaitwa Franz Hassel aliweza kuponyoka. Because Frank Hassel told them that the Bible prophecies in Daniel chapter 2 Maana huyu alinena na Wajerumani ya kwamba kuna unabii katika Danieli sura yake ni ya 2 had prophesied ambayo tayari imeshasoa unabii that Hitler would fail. ya kwamba huyu Hitler ataanguka. So we're going to look at this prophecy. Basi tutatazama huo unabii. And this prophecy is Daniel's secret prophecy written in Babylon. Basi huu ni unabii wa siri ambao umeandikwa na Danieli pale Babeli. Babylon was an amazingly beautiful city. Basi huu ulikuwa ni mji wa kupendeza. This is the Ishtar Gate. Basi haya ndio marango yake na lango ambalo linaitwa la Ishtar. They were able to dig this up and excavate it and reassemble it. It's in a museum. Basi hili lango tayari liko katika limesha patwa na linaonekana pale katika museum fulani. And Babylon has got one of the 7 wonders of the ancient world. Basi iko na yale malimwengu mambo kubwa 7 ya ulimwengu ambayo ni maajabu. It was called the Hanging Gardens of Babylon. Basi pana mashamba ya kuelea ya kuninginia yako pale Babeli. And it was ruled by a mighty king called Nebuchadnezzar. Na mfalme aliyekuwa zama zile ni mfalme mkuu ambaye anaitwa Nebuchadnezzar. Now God's people that were living in Jerusalem and in Israel, Na watu wa Mungu ambao walikuwa wanaishi Yerusalemu pamoja na Israeli, because they were unfaithful to God, maana hao watu walikosa kuwa waaminifu kwake Mungu, God allowed this powerful king Mungu alimruhusu huyu mfalme mwenye mamlaka to come all the way from Babylon, which is in current Iraq, ambaye atoke pale Babiloni ambapo ni Iraq ya and go sasa, up and over the crescent and come down to Jerusalem. ili ateremke hadi mji wa Yerusalemi. And the people he did not kill, he took captive. Na hawa watu hakuwaua ila aliwaweza kuwateka. And one of those that was taken captive was a prophet, Na baadhi ya waliochukuliwa ni nabii, and his name was Daniel. na huyu nabii kwa jina ni Danieli. And while in Babylon, the prophet Daniel had a dream. Na alipokuwa pale Babiloni, nabii Danieli alifanya kuota ndoto. And God showed him who would rule the world right up to our day. Na Mungu alimwonyesha Danieli nani mwenye kutawala ulimwengu hadi mwisho wa ulimwengu. So who will control the world? Ni nani mwenye kudhibiti ulimwengu? Well, will it be the United States or China? Basi itakuwa Marekani ama Uchina? Will it be the religious leaders such as the Pope or the United Nations? Itakuwa ni viongozi wa dini kama papa ama mshikamano wa ulimwengu? Will it be the nations of Islam or Israel? Ama ni Waisraeli ama ni Waislamu? Well, we can find out from the scripture. Basi tuko na jibu kutoka kwa maandiko. Great King Nebuchadnezzar had a dream one night. Basi mfalme mkuu Nebukadneza akawa na ndoto siku moja. So what happened that night? The Bible tells us in Daniel chapter 2 verse 1. Ni nini kilichotendeka usiku huo? Biblia inatunenea katika Danieli sura ni ya 2 fungu ni la kwanza. Now in the second year of Nebuchadnezzar's reign, Hata katika mwaka wa 2 wa kumiliki kwake Nebukadneza, Nebuchadnezzar had a dream and his spirit was troubled. Nebukadneza aliota ndoto na roho yake ikafadhaika. And his sleep left him. Usingizi wake ukamwacha. And as he lay awake, Na alipokuwa macho, he knew that this was an important dream. alifahamu ya kwamba hii ilikuwa ni ndoto ya muhimu. The problem was all of a sudden he'd forgotten the dream and couldn't remember it. Tatizo ni kwamba si mwenye kukumbuka ndoto wala kuijua. So what did Nebuchadnezzar and his do then? Basi Nebukadneza akafanya nini? What did he ask his official secret revealers? Aliuliza wajakazi wake wafanye nini? The Bible tells us in verse 2. Biblia inaendelea kunena katika fungu ni la 2. Then the king gave the command to call all the magicians, the astrologers, the sorcerers, and the Chaldeans. Ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga na wachawi, washiri na Wakaldayo, to tell the king the dream. wapate kumweleza mfalme ndoto zake.
Now it's interesting that the wise men of Babylon, they could interpret the dreams. That was normally not a problem. Basi ni jambo la kufurahisha kwamba hawa wasomi wa Babeli hawangeweza kusema ndoto. Normally the king would tell them the dream. Ilikuwa ni tamaduni ya mfalme kuambia ndoto. They would tell the interpretation. Ili wafanye kutafsiri ndoto. But this time the king cannot remember the dream. Lakini sasa hivi mfalme hakumbuki ndoto. So he wants them to tell him the dream and then the interpretation. Mfalme ananuia kwamba wafanye kumwambia ndoto ilikuwa ni nini, tena wampe tafsiri ya ndoto. But could the wise men reveal the secret? Lakini hawa wasomi waongeza kumwambia siri. What was the result? Basi matukio yalikuwa ni yepi? The Chaldeans answered the king and said, Wakaldayo wakamjibu wakamwambia hivi, there is not a man on earth who can tell the king's matter. Hamna mtu yoyote ambaye anaweza kumwambia mfalme ndoto. For this reason the king was very angry and very furious. Kwa sababu hii mfalme akajawa na hamaki. And he gave command to destroy all the wise men of Babylon. Na akatoa amri ya kwamba wasomi wote wa Babeli wapate kuangamizwa. How true it was when these people said the following. Basi ilikuwa ni ukweli hawa watu waliposema haya mambo. There is not a man on earth who can interpret it. Hapana binadamu katika ulimwengu ambaye ni mwenye kusema ndoto. It is only the God of prophecy. Ni Mungu tu ambaye ni Mungu wa unabii. Our God, our Father in heaven. Mungu ambaye ni baba yetu aliye mbinguni. As we will soon find out. Vile tutakapojua. Now Daniel was considered one of the wise men in Babylon. Basi Danieli alihesabiwa sawia na wale watu ambao ni wenye hekima pale Babeli. So when Daniel heard about the situation, basi Danieli alipofahamishwa mambo that the king was saying he was going to kill him as well, ya kwamba tayari mfalme ametoa amri ya kwamba pia Danieli afanye kuuawa. What did he ask of the king? Basi Danieli alimsihi mfalme afanye nini? In verse 16 of Daniel chapter 2, basi tunaingia katika fungu la 16. Danieli sura yake ni ya pili. So Daniel went in and asked the king to give him time. Basi Danieli akaingia akamwomba mfalme ampe muda, that he might tell the king the interpretation. Kisha yeye atamuonesha mfalme tafsiri yake. What was the most important thing Daniel could do for God to reveal the dream to him? Ilikuwa Danieli afanye jambo lipi la muhimu ili Mungu afanye kumfunulia ndoto? Well, we're told in verse 17 and 18. Basi tunaingia katika fungu ni la 17 pamoja na 18. Then Daniel went to his house and made the decision known to his friends. Ndipo Danieli akaingia nyumbani kwake akawapasha habari kina Anania na Mishaeli na Azaria. His friends were Hananiah, Mishael and Azariah. Rafiki ni Hanania, Mishaeli na Azaria. That they might seek the mercies of the God of heaven. Ili waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni. Concerning the secret. Kwa habari ya siri hiyo. The astronomers, the sorcerers, all the wise men couldn't tell the king. Hawa washiri, wachawi, waganga pamoja na watu wote wasomi hawangeweza kutafsiri ndoto. Daniel himself couldn't do it. Danieli pia yeye mwenyewe hangeweza kufanya hayo. But Daniel knew someone who could. Lakini Danieli alimfahamu yule ambaye ni mwenye uweza. Daniel knew his God. Danieli alimfahamu Mungu wake. So when you need to unlock mysteries in your life, basi unapokuwa na mambo ya siri katika maisha yako, when you want some answers to the difficult questions in your life, unapohitaji majibu kwa mambo magumu ambayo unapitia, when you desire support and strength to cope with a tough personal situation, unapohitaji nguvu kwa ajili ya misongo na matatizo ambayo wewe unapitia, why not talk to God? Basi mbona usinene pamoja na Mungu? The Bible tells us that Jesus Christ as a man, basi Biblia inatuambia Yesu akiwa katika mwili wa binadamu, although he's also 100% God, haijalishi ya kwamba Yesu pia ni 100% Mungu, after he died was raised from the dead, baada ya yeye kufa aliweza kufufuka, and then after 40 days ascended into heaven, na baada ya siku 40 Yesu alipaa kwenda mbinguni, and there he takes our prayers, he hears our prayers, na pale mbinguni Yesu anasikiza maombi yetu. He gives them to the Father. Na Yesu anampatia Mungu maombi yetu. And we can speak to the Father through Jesus Christ, na his Son. Na sisi tunanena na Mungu kupitia kwa Yesu ambaye ni mwana wake. Even if we stammer with our lips. Haijalishi ya kwamba vinywa vyetu vina kigugumizi. Jesus takes the thoughts and the cries of our heart. Yesu anachukua yale maombi yaliyo katika kina ya mioyo yetu. He takes his own perfection. Anachukua na ukamilifu wake. And that stammering lip prayer na ananena katika kinywa chake is perfected and given to God the Father. Na maombi haya yetu yanakamilika na anampatia Mungu Baba. And God answers his Son. Na Mungu anamjibu mwana. And the Son sends the answer back to us. Na mwana anaturejeshea majibu.
But it's important to talk to God. na ni muhimu ufanye kunena pamoja na Mungu. God made you for a purpose. Mungu alikuumba na kusudi. It says, the Bible says that all things were made through Christ and for Christ. Biblia inasema kwamba vitu vyote viliundwa kupitia kwa Kristo na kwa Kristo. You were made for Jesus. Uliumbwa kwa sababu ya Yesu Kristo. Jesus loves you. Yesu anakupenda wewe. I know the song. Maybe you know the song. Najua wimbo, pengine pia nyinyi mnaujua. Anipenda makozi Yesu. Anipenda, anipenda. Anipenda makozi Yesu. Anipenda mimi. God loves you. Mungu anakupenda wewe. And Jesus has died for you. Yesu tayari ameshakufa kwako wewe. And he misses you if you don't have a relationship with him. Inamchukiza sana unapokosa uhusiano pamoja na yeye. But how are you to connect with him? Basi utajiunganishaje pamoja na Yesu? You come to him in prayer. Unakuja kwa Yesu kupitia kwa maombi. Talk to the Lord Jesus. Talk to him about anything. Nena na Yesu kuhusu jambo lolote lile. If there's a problem in your life, talk to him. Kama una changamoto katika maisha yako, nena pamoja na Yesu. I often come to the Lord. Lord, I don't know how to fix this problem. Mimi kila mara ninakuja kwa Mungu. Mungu nisaidie katika hili tatizo. Help me. How can I fix it? Mungu nisaidie, nionyeshe namna ya kusuluhisha tatizo langu. And the Lord always provides an answer. Na kila mara Mungu ni mwenye kunijibu mimi. I've learned to be a friend of Jesus. Mimi nimejifunza kuwa rafiki pamoja na Yesu. Because he was my friend first. Maana Yesu alikuwa rafiki wangu kabla mimi kuwa rafiki And he yake. lets me talk to him. Na Yesu ananiruhusu nifanye kunena pamoja na yeye. And that's what we call prayer. Basi hayo ndiyo maombi. But I respect him. He's more than a friend. Mimi namheshimu Yesu maana yeye ni zaidi ya rafiki. He's my savior. Yesu ni mkombozi wangu. He's rescued me from eternal death. Yeye ameniongoa kutoka kwa kifo cha umilele. And more than that, he's also Lord. Na zaidi ya hayo yeye ni Mungu. So I honor him with my life. Mimi namheshimu na kumtunuku maisha yangu. I fear him, but in a good way. Mimi namcha tena katika njia ambayo inastahili. Although he's a God of justice, Haijalishi ya kwamba yeye ni Mungu wa haki. he's also a God of love. Vile vile yeye ni Mungu wa upendo. At the cross, we see the justice of God. Katika msalaba tunaona haki yake Mungu. One man dying for the sins of the whole world. Binadamu mmoja anakufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu mzima. But at the same time, we see the love of God. Na vile vile tunaona upendo wake Mungu. Because Jesus says, I lay down my life, no one takes it from me. Maana Yesu anasema niliacha maisha yangu na hamna mwenye kuchukua. I have power to lay it down and I have power to take it again. Mimi nimeamua mimi kwa nia yangu niweze kuyatoa na kuyachukua tena. When Jesus was raised from the dead, he raised himself with the almighty power of God that was in him. Yesu alipofufuka kutoka kwa mauti, alifufuka na nguvu zote za uungu zilizo ndani yake. And that is the power of the gospel. Basi hizo ndizo nguvu za It's Injili. the same power for us who are dead in trespasses and Hizi sins. ndizo nguvu zilizo kwetu sisi ambazo tumekufa katika dhambi. By that resurrection power of Jesus Christ, Kupitia kwa kufufuka kwake Yesu Kristo na nguvu zake, is take our spiritually dead person amemchukua yule mtu aliyekufa katika roho, who's only physically alive, ambaye yeye yuko hai tu katika mwili, and he can give us a new life. na Yesu ni mwenye kutupa uhai tena. We must be born again to see the kingdom of heaven. Lazima tuzaliwe mara ya pili ili tupate kuona ufalme wa mbinguni. And Jesus Christ can raise up our dead bodies, our dead spirits. Na Yesu ni mwenye kufufua roho zetu ambazo tayari zimeshakufa. And we can be born again in the spirit. Na tutazaliwa tena upya katika roho. But we need to ask him. Lazima tufanye kumuuliza hivi. We need to talk to him in prayer. Lazima tufanye kunena pamoja na Yesu katika maombi. If you're not used to praying to him, talk to him tonight. Kama una uzoefu wa kuongea pamoja na Yesu kupitia kwa maombi, tafadhali anza kuomba. Talk to him as your friend. Nena pamoja na Yesu sawia na rafiki yako. Talk to him as your savior. Nena pamoja na Yesu sawia na mkombozi wako. Talk to him as your Lord and God. Nena pamoja na Yesu sawia na Bwana na mkombozi wako. He will hear you. Yesu atafanya kukusikia He wewe. will save you. Yesu atakuokoa wewe. He will enter into a friendship covenant with you. Yesu atakuwa na agano la urafiki pamoja na wewe. When all may forsake you, Jesus will be there. Wote wakikuacha, Yesu yuko pamoja na wewe. Will you be there for Jesus? Jamani, utakuwa pale kwa ajili yake Yesu. The God, the creator of heaven and earth. Mungu aliyeziumba mbingu pamoja na nchi. And the God of prophecy. Na Mungu aliye Mungu wa unabii. So coming back to our study. Basi tunaporudi katika mafunzo. How did God reveal the secret to Daniel? Basi Mungu alifunua siri vipi katika Danieli? The Bible tells us in verse 19 of Daniel chapter 2. Basi Biblia inanena pamoja nasi katika Danieli 19 fungu ni la pili.
Then the secret was revealed to Daniel in the night vision. Ndipo Danieli alifunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku. God gave the prophet Daniel a vision. Basi Mungu alimpatia Danieli njozi. What did Daniel then do when God showed him this vision? Basi Danieli alifanya nini alipoonyeshwa njozi? What did he say about God? Basi Danieli alitamka nini kumhusu Mungu? He said that God can change the time and the season. Verse 21 and 22. Basi fungu ni la 21 na 22 anasema yeye hubadili majira na nyakati. God can remove kings and he can set up kings. Uzulu wafalme na kuamilikisha wafalme. He can give wisdom to the wise. Huwapa hekima wenye hekima. And knowledge to those who have understanding. Huwapa ufahamu wenye maarifa. And we read further. Na tunasoma tukiendelea. That he reveals the deep and secret things. Yeye hufunua mambo ya fumbo na ya siri. Nothing is hidden from God. Huyajua yaliyo gizani. He knows what is in the darkness. Huyajua yaliyo gizani. You might think if he's going around in the dark doing the wrong thing. Wewe unadhani ya kwamba unapokuwa kwenye giza unafanya yaliyo potovu? That no one sees. Ya kwamba hamna mwenye kukutizama. Maybe you are a sponsor. Uende kawa wewe unashughulikia mtu. For favors, you are sponsoring someone through a school. Wewe unasaidia watu pengine katika shule. But what you do in secret, God sees. Lakini kile ambacho unafanya pale fiche, Mungu ni mwenye kutazama. He reveals the deep secret things. He knows what's in the darkness. Yeye anajua yaliyo gizani. And light dwells with him. Na nuru hukaa kwake. So the overall purpose of the whole dream was to reveal the hidden secrets. Basi kusudi la ndoto ni kwamba Mungu apate kufunua yaliyo ya siri. That it is God and not humans or kings or armies. Ya kwamba ni Mungu bali si binadamu wala wafalme wala majeshi. Who control the destiny of planet Earth. Ambao ni wenye kudhibiti ulimwengu. God is greater than any kingdom. Mungu ni mkuu zaidi ya falme yoyote ile. God is greater than any government. Mungu ni mkuu zaidi ya serikali yoyote ile. God is the one that can remove kings and set up kings. Mungu ni mwenye kusimamisha wafalme na kuwaondoa vile vile. And the Bible tells us that it is righteousness that exalts a nation. Ni Biblia inasema kwamba utaua ndio utakaosimamisha taifa. God wants people that know him. Mungu anahitaji watu wenye kumjua yeye. That love him. Watu wenye kumpenda yeye. As Jesus said, if you love me, keep my commandments. Namna alivyosema Yesu, ikiwa mtanipenda mtazitii amri zangu. But now Daniel, basi Danieli, he goes to the king. Anaenda kwa mfalme. What did he say to the king? Basi Danieli ananena nini kwa mfalme? You, O king, in verse 31. Basi tutaangalia fungu ni 31. Were watching and behold a great image. Wewe mfalme uliona na tazama sanamu kubwa sana. You could imagine that the king, as he heard this, all of a sudden his memory started coming back. Tafakari mfalme anaposikia haya basi kumbukumbu yake inamrejea. You probably say, Daniel, you've got it, that's it. Basi anamwambia Danieli, kweli umepata, ndio hicho. Tell me more. Basi hebu niambie tena. Now he saw this great image, but the image was made up of different metals. Basi ukaona hii sanamu kuu na ilikuwa imetengezwa na vyuma mbalimbali. So this image had a head of gold. Basi kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu. And then we also know that it had a chest and arms of silver. Kifua na mikono yake ilikuwa ni ya fedha. Then it had a belly and thighs of bronze. Tumbo na viuno vyake vilikuwa ni vya shaba. It had long legs of iron. Miguu ilikuwa mirefu na miguu ni vya chuma. And his feet was partly of iron and partly of clay. Na nyayo za miguu yake nusu ni chuma na nusu ni za udongo. But then he saw something else. Na zaidi akaona jambo lingine. There was a stone. Pakawa na jiwe. It was cut out without hands. Likachongwa bila kazi ya mikono. Meaning it was not of human devising. Ya kwamba hili jiwe halikutengezwa na binadamu. The works of man weren't even involved in this. Ya kwamba kazi ya binadamu haikushughulika katika haya mambo. And we read in verse 34 and verse 35. Basi tunaingia katika fungu la 34 na 35. You watch while a stone was cut out without hands. Nawe ukatazama hata lile jiwe likachongwa bila kazi ya mikono. Which struck the image on its feet. Nalo jiwe hilo likapiga sanamu miguu yake. The feet were made of iron and clay. Iliyokuwa ya chuma na udongo. And it broke them in pieces. Likaivunja vipande vipande. But then something very curious happens with the stone. Lakini kuna jambo ambalo linatendeka katika hili jiwe. The stone that struck the image became a great mountain. Basi hili jiwe ambalo liligonga lile sanamu likawa ni mlima mkubwa. And it filled the whole earth. Na ukapata kujaza ulimwengu mzima.
Now, what would this head of gold represent? Basi hiki kichwa cha dhahabu ni nini? Well, we want to find out, don't we? Basi tutajua. Je, tutataka kujua. But what we're going to do tomorrow night, we're going to look at the interpretation of the dream. Basi kesho tutaangalia tafsiri ya ndoto. God knows the end from the beginning. Mungu anafahamu tangia mwanzo hadi mwisho. And we're going to look at the time of Daniel, Na tutaangalia zama za Danieli right through to the time of that great stone, and uncover what it means. hadi nyakati za lile jiwe, na tutajua ufunuo wake ni upi. It is a fascinating prophecy. Basi ni unabii wa kutisha. God is going to tell you what's going to happen soon. Mungu atakwambia kitakachotokea hivi punde. How many people would like to know what's going to happen in the future? Ni wangapi wangetaraji kujua kitakachotendeka hivi punde? It is a wonderful story to share. Ni hadithi ya ajabu ili tupate kushiriki kwayo. It's a story of hope. Ni hadithi ya tumaini. It's a story of salvation for planet Earth. Ni hadithi ya wokovu kwa ajili ya sayari ya ulimwengu. It's a story of full reconciliation between God and man. Ni hadithi ya upatanisho ukamilifu pamoja na Mungu na binadamu. But the story also comes with a warning. Na hadithi hiyo inakuja pamoja na onyo. Before that time, there will be some difficult times ahead. Kabla ya hayo tutakuwa na nyakati ngumu. But God can take us through those difficult times. Lakini Mungu atatuonekania katika hizi nyakati ngumu. And while we walk that difficult path, Na tunapotembea katika hizi nyakati ngumu, we will look forward with hope tutakuwa na tumaini to the second coming of Jesus kwa Christ. kurudi kwake Yesu mara ni ya The pili. kingdom of heaven is at hand. Ufalme wa Mungu huu karibu. Repent and receive the gospel. Hebu tubu na upate kupokea Injili. Let's close with prayer. Can we all stand, Hebu please, so we can tunyanyuke pray? sote kwa ajili ya kumaliza na ombi. Why don't we invite everybody to come closer? Thank you, Basi Pastor. kila Everybody mmoja just come to the front anaalikwa and we akuje pray. hapa kwa ajili ya ombi. Thank you, Lord, for keeping the rain away. Asante Mungu maana umeweza kusimamisha mvua. Praise God, we can stay dry. Bwana asifiwe maana kweli anga iko shwari. I'm so grateful to see all of you this evening. Mimi nimeshukuru sana na kufurahi kuona nini nyote jioni ya leo. Has God blessed you with some insight from His scripture this evening? Jamani, Mungu amekubariki kutoka kwa neno lake jioni ya leo. Was there something new that you learned this evening? Kuna jambo mpya ambalo ulijifunza jioni ya leo? Did you know how awesome God was? Ulijua namna Mungu alivyo mkuu? That He created all these trillions of planets and universes. Ya kwamba Mungu aliumba malimwengu matrilioni pamoja na sayari I should really matrilioni. say galaxies. Hakika ni sayari kwa nyingi. God is so great. Mungu ni mkuu ajabu. God is so big. Mungu ni mkubwa kabisa. The universe cannot contain Him. Ulimwengu hauwezi kumuhifadhi Mungu. God sits outside of the universe and time. Mungu anapoketi nje ya ulimwengu tena kwa wakati. And because He sits outside of time, Maana yeye hana nyakati. He can see still the very beginning. Anaona tangia mwanzo. And He still sees the very end. Na vile Mungu anaona mwisho wa kila jambo. Nothing can surprise God. Hakuna kitu ambacho kitamtisha Mungu. Ultimately, God is in control. Mwisho kabisa Mungu ni mwenye kudhibiti. He removes kings and sets up kings. Anaondoa wafalme na pia anatuwekea wafalme. We are so grateful that we can know this God. Tunashukuru maana tuko na nyakati za kumjua huyu Mungu. But when God is so great and so far away, how can we know Him? Basi Mungu anapokuwa mkuu na yuko mbali tutamfahamu vipi? Therefore, God sent His Son Basi Mungu akamtuma mwana wake to show us what God is really like. ili atuonyeshe Mungu ni He nani. saw the little children. Basi watoto wadogo, He said, let the children come to me, don't forbid them. Mungu anasema wacheni watoto waje kwangu, msiwafukuze. For such is the kingdom of heaven. Maana ufalme wa Mungu ni sawia na hawa watoto. Jesus loves the little children. Yesu anapenda watoto wadogo. All the children of the world. Watoto wote wa ulimwengu. Brown and yellow, black and white. Watoto wawe weupe weusi. All are precious in His sight. Wote ni wathamani katika macho yake Yesu. Jesus loves the little children of the Yesu world. anapenda watoto wadogo. He loves the grown-up children too. Basi Yesu anapenda pia watoto ambao tayari wameshakuwa. He loves you and He loves me. Yesu anakupenda wewe na pia Yesu ananipenda mimi. Isn't that a great God? Basi huyu si ni Mungu mkubwa. He's big enough to rule the mighty universe. Mungu ni mkuu hata amemamlaki na kudhibiti ulimwengu. Yet He can be small enough to live within our Na hearts. Mungu ni mdogo tena anaweza kuishi ndani ya moyo wako. How many of you think a God like that is worthy of our worship and our Basi ni praise? wangapi wanasema Mungu kama huyu anastahili kuabudiwa? God is an awesome God. He reigns from heaven above. Mungu ni mkuu ambaye anadhibiti With ulimwengu na love and power malimwengu. and might, our God is an awesome Ako na God. nguvu na mamlaka na ni Mungu wa ajabu. Would you like to receive Jesus Christ as Lord and Savior in Basi your life? ungependa kumpokea Yesu kama Bwana na mkombozi Make a katika maisha yako. recommitment.
Ni nani anatoa maisha yake kwake God Yesu? bless you. Mungu akubariki. If you have a special prayer, keep your hand up and we'll pray. Let God see your heart. Basi kama uko na ombi katika moyo wako Let God jamani, answer your prayer. hebu weka mkono juu ili Mungu afanye akikuombea. And remember tonight to pray at home to Almighty God. He wants to hear from you. Na jioni ya leo ukumbuke unapokuwa pale nyumbani uombe, maana Mungu angependa kusikia kutoka Tell kwako. Him everything. Ambia Mungu kila jambo. Confess your sins. Hebu tubu dhambi zako zote. Invite Him into your heart. Mwalike Mungu katika moyo wako. Father in heaven, Baba yetu aliye mbinguni, Almighty God, Baba yetu aliye mkuu, our awesome God. namna ulivyo mkuu Baba yetu. You are such a good God. Wewe ni Mungu mwema. We are so grateful. Sisi tunakushukuru zaidi. What if you weren't as good as you are? Basi ingalikuwa wewe si mwema namna ulivyo We'd mwema, still have to worship you. bado Baba sisi tungekufanyia ibada. But now we choose to worship you Lakini sasa hivi tumeamua kukufanyia ibada. because you love us. Maana Mungu wewe unatupenda. You are love and we're so grateful. Wewe ni upendo na tunashukuru kwa hayo. Because you love us, you want to care for us. Maana wewe ni Mungu ambaye unatupenda na unatujali. You watch over us. Wewe Mungu ndio unatuchunga. And Father, this evening we just pray for a special blessing. Na Baba jioni ya leo tunaomba mibaraka ya kipekee. There are hands lifted in the air. Pana mikono ambayo imenyanyuka pale mikononi. Some of us have some difficulties and trials. Wengine wetu tunapitia changamoto na machungu. Some of us have health issues. Wengine wetu kuna changamoto katika afya zetu. Some of us are worried about how to pay our bills. Wengine tuko na mashaka kwa ajili ya matatizo yetu. Some of us are worried about our children. Wengine wetu tuko na matatizo kwa ajili ya watoto Father, wetu. you see all. You see our heart cry this evening. Baba yetu wewe ndio unaona machozi yaliyo katika mioyo yetu. Hear the thoughts of our heart. Hebu sikia malio yaliyo katika mioyo yetu. Look down upon your people. Hebu tazama watu wako. Bless them. Wabariki. Forgive them of their sins. Wasamehe dhambi zao zote. They've put their hands up to receive you as the great God and Savior. Wamenyanyua mikono ili wapate kukupokea kama Bwana na mkombozi. Thank you, Father in heaven. Asante Baba uliye juu mbinguni. Thank you so much, the Lord Jesus Christ. Asante sana kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Father, send your Holy Spirit upon us Baba now. yetu tunaomba kwamba tumiminie Roho Mtakatifu sasa hivi. Bring us comfort and joy. Hebu tuletee furaha pamoja na faraja. Bring us hope and peace. Hebu tupatie tumaini pamoja na amani. That even in difficult times we can trust you. Licha ya changamoto Baba tupate kukuamini wewe. And we can look forward to a bright future in Ili Jesus tuwe na Christ. mtazamo wa maisha ya ukamilifu pamoja na Yesu Kristo. This we pray in Jesus' name. Haya tumefanya kuomba katika jina lake Yesu. And the people of God said, Na watu wake Mungu wakasema, Amen. 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 So if you come back tomorrow night, we're going to give you the interpretation of that dream that Nebuchadnezzar had and that God revealed to Daniel. basi kesho tutatoa tafsiri ya ndoto na kile alichofunua Mungu kwake Danieli. Come back tomorrow, bring a friend, Basi kesho mje na ulete rafiki. and we look forward to seeing you then again. Na tunataraji tuwaone siku ni ya kesho. God bless you all. Asante sana. Na Mungu wabariki na asante sana. Asanti kwa yote. Wale walikuwa duty leo Stafford, tafadhali msiende. Viti hivyo vyote vinastahili kuwekwa pamoja katika hema ya upande ule. Vyote mpange vizuri kwa ajili ya Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward.